Wachana na hiyo katika jina la nani? La Yesu. Mimi nikasema mimi Mungu nisaidie, sitakula zaka yako tena. Nikasema mimi Mungu, mimi sitakula zaka yako tena. Mimi Mungu sitakula zaka tena. Mimi Mungu nikikuahidi kitu sitafanya nini? Sitafanya hiyo maneno tena. Nikasema niko na laana, sitatembea nayo tena katika jina la Yesu. Na unajua kufanyiana mtihani haikukaa sana. Mtu akanipea 4,000. Mtu akanipea ngapi? Kitu ya kwanza 4,000, 400 zaka, 400 sadaka, 200 sadaka ya kusema asante kwa sababu amekubali nitoe 1,000 ngapi? 4. Nikatoa 1,000 nikapatia Mungu. Nikitembea Nakuru town nikapata chati ya 200. Habari yenu. Nikapata tai ya 150. Habari yenu. Nikapata suruali ya 180. Habari yenu. Nikapata socks ya 34. Nikapata kiatu ya 400. Nikapata koti ya 250. Nipei koti yangu iko hapa. Koti hii iko hapa. Koti ya 250. Sasa na mimi navaa swali ya wapi? Koti ya 250. Matiti haina nini? Haina deni ya ni gani? Ukipatana nayo utasema huyu ni pastor wangu. Ni hii 14,000 ama ni hii ya Wanyeite, watu 50 Wanyeite, kiatu 400, socks ya 50, tai ya 150. Ni gani unaweza kusema hii ni hii yenye inataka? Ambia jirani yako wachana na vituko yako zote katika jina la Yesu. Nataka kuuliza hivi leo. Nataka niulize maswali kadhaa. Swali la kwanza. Wewe uko hapa. Umekuwa ukitumia zaka na sadaka ya Mungu. Na unasema Bwana, tangu leo nitakurudishia mali yako. Naomba unyoshe mkono juu na ukuje hapa tukufanyie ombi. Hutaki vitu kama ile iingie kwa nyumba yako. Naomba usonge haraka ukuje hapa. Ukuje hapa unajifahamu. Na usiibe kitu ya mtu. Unasikia? Kile kitu ukukuja nacho usirudi nacho nyumbani katika jina la Yesu. Hivyo kama ukuje na kitu usikuje nao. Nataka usimame hapa. Nataka kuombea watu ambao wanajua wamekula zaka na sadaka za Mungu na si waaminifu, wasimame pale hapo. Hapa. Toka tu mahali huko unajifahamu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. You don't have to be told the hard way kama Waweru. Sio lazima Mungu akufunze the hard way kama Waweru. Yaani 13,999. Na sasa suti naivaana, watu wananiangalia kama nimeruka na kichwa. Si pandili, nimesema pandili, mkono wa kushoto. Ili ukipita utaenda mkono wa kulia. Amen. Ndio. Nataka pia wale ambao mnakuja hapa, pia kama wewe unafanya kazi na Sabato, tangu leo katika jina la Yesu hautafanya kazi na Sabato. Kama wewe unaenda kwa mambo ya uchawi, ukaenda kwa ushirikina, ukaenda ukachukua mifupa ya nguruwe, ukachukua mafuta ambayo ulipatiwa ili ufanye kwa biashara yako iendelee. Ukafanya kwa biashara, ukaambiwa uchukue mafi, uweke kwa biashara za wengine ili mambo yao yarifike. Tangu leo katika jina la Yesu, wachana na hizo vitu. Wachana na hizo vitu katika jina la nani? La Yesu. Mimi nataka mwende pande ile. Tutaombea mkiwa pande ile. Hapa nataka mtu hajabatizwa. Hapa nataka yule mtu kesho atabatizwa. Utabatizwa, ungependa kubatizwa, kuja hapa nimesimama. Nyinyi mwende pande ile, nyinyi ni wa maombi hiyo special. Nataka wale ambao hawajabatizwa watabatizwa kesho. Wewe uko hapo
mambo yako, na Bwana anakusukuma you renew your covenant with him through baptism. Hata na wewe kuja hapa, hujabatizwa, hujabatizwa good, na ungependa kubatizwa kesho, njoo hapa. Wewe hujabatizwa, umebatizwa, lakini unahitaji to renew your covenant with Jesus. Kuja pande hii. Hata kama uko hapa na ungetaka kubatizwa, kuja pande hii. Kwa pande hii ndio watabatizwa kesho. Ni sawa sawa? Pande hii watabatizwa kesho. Pande hii watabatizwa kesho. Hapa ni mambo mengine tofauti. Kama Mungu anakuambia ndio ulibatizwa, jina liko kwenye kitabu cha kanisa, lakini anakuambia wewe mambo yako na mimi si mazuri, ni wewe nazungumzia. It is you that I'm speaking to. It's you that I'm speaking to. Wewe ndio umekuwa ukitoa mimba kila mahali na watu hawajui, lakini wewe unafahamu. It is you that I'm speaking to. Ni wewe umekuwa ukienda katika nyumba za watu na kuharibu ndoa za wenyewe. Ni wewe ninayekuzungumzia katika jina la Yesu. Hakuna haja jina likae kwenye kitabu cha kanisa, lakini majina yatakapoitwa juu mbinguni, jina lako liweze kukosekana. It is you that the Lord is speaking to this afternoon. Asante kwa ambao wamejitoa. Thank you so much. Tusikanyage mitambo hii tafadhali. Nasubiri wale ambao wako pande hii na Bwana anakuzungumzia uweze kuja kwa ubatizo. Naomba uje pande. Wale wahubiri wetu nataka tuje tuombee hawa. Alafu Pastor Mienda atatumalizia na kuombea wale ambao watapata ubatizo. Na ninaomba hivi. Tukimaliza, sijui program yetu iko namna gani, lakini nataka kuamini yale masaa sisi huenda kula lunch. Tutakuwa hapa, we'll have individual one-on-one with those who want. Tutakuwa hapo, tumejipanga, unakuja, mnaongea na mhubiri na anakuombea. Ni sawa sawa. Tutatumia muda wetu wa lunch kwa maombi yale huwa tunaomba. Na ninakuomba utakapotoka hapa, ukirudi, fanya kile Mungu amekwambia Jumapili. I know kuna mtu anajiuliza, hii ndio alikuwa tuhubirie? Sikia. Hapo ndio shetani amekushikia. Ukirudisha zaka na sadaka za Mungu, mambo mengine itasimamishika. Achana na ndoa za wenyewe katika jina la Yesu. Wachana na mali za watu. Mungu atakupa iliyo yako. Na kama umehusika kuharibu vitu za watu, ndio waambie Mungu, nilifanya hivi nikiwa na roho wa shetani. Umenivika roho wako. Nilienda nikasababisha laana na taabu. Naomba Bwana ubariki hao watu. Hizo baraka zitawafikia na zitakurudia wewe. So, okay, utaomba, maliza kuomba, alafu Pastor Mienda ataombea hawa na tutakuwa then tutaelekezwa the next step. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, twende mbele zako mchana. Tuwe na wingi wa shukrani kwa yale umetutendea na yale umetuonyesha kupitia kwa mtumishi wako. Ongea pekee, tumeona vile tumekuwa tukiingia na vile mambo yetu yaendi sawa kwa sababu sisi si waaminifu. Hilo ndilo funzo kubwa siku ya leo. Na kwa njia ya pekee tunanyenyekea kwa uso wako, mkiwa tunafanya praying and fasting in a special way so that you can deliver us. And this afternoon, I want to pray that, Lord Father, it's not too late for us to be transformed, and we can always have mercy on us. Tunakuja tukinia mbele zako, tusamehe, na kuanzia sasa utushike mkono tusiende kurudia tena. Bali tuwe watu tumejua kile tunataka kufanya, ndiposa ufungue baraka katika maisha yetu. Asante kwa kutuletea huu ujumbe pekee sana, na kwa njia ya pekee sana. Hebu guza kila mmoja wetu, so that we don't again remain the same, but may we be transformed by this.
Touch each one of us with your own hand and walk with us and open our eyes in terms of how we give back to you and help us to be faithful so that we can be blessed, so that we can get peace, so that our life will never be the same again. We pray all this in faith. Thank you for this meeting. You had a special purpose this week, and I know you have fulfilled. It's my prayer in Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunalimidi jina lako. Asante Mungu wetu, tumekuja tulivyo mkononi wako. Tumeona umbali kwenye tumeenda, kimawazo, kijinsia na kwa matendo. Baba, twaomba msamaha. Tumekuja mkononi mwako Baba, tunyenyekea. Tumeomba msamaha kutoka ndani. Baba, utusamehe na utujuze ili uweze kutubadilisha tufae kuwa watoto wako. Asante Baba kwa neno lako. Asante kwa mtumishi wako. Asante kwa wasikilizaji. Maana kila mmoja anapojioti ameona ujumbe wake. Ndio maana tumenyenyekea Baba, utusamehe. Na wakati huu tena twaleta hitaji la kila mtu mikononi mwako. Baba, kila hitaji wewe unajua. Pigana na hitaji la kila mtu. Utupiganie Mungu wetu, maana wewe ndio Muumba. Tumekuja mikononi mwako na wingi wa shukrani kwa yale yote umetutendea. Ndio maana nasema njooni kwangu mliolemewa na mizigo. Baba, tumejitua miguuni pako, ni mahali patakatifu. Kisikia hitaji la watoto wako. Baba, twaomba tukikumbuka wenzetu wote ambao wanaomboleza wakati kama huu. Watoto wadogo wamewachwa, wanaume wamewachwa, wazazi wamewachwa. Baba, wanakulilia, wanaposononeka na kuhuzunika moyoni, kuwapatie faraja zake za kipekee ili waweze kustahimili kwa kila jambo. Kawapanguze machozi wakati huu Baba mgumu ambao wanapitia. Baba, na wakati huu tena naomba utamalaki hapa mahali. Nguvu zako ziwe hapa mahali Baba. Twaomba nguvu za kiroho. Twaomba Baba umiminize damu yako hapa mahali. Twaomba Baba uvunje madhabahu ya giza. Vunja madhabahu ya shetani ili Baba yaweze kuondoka katika mkutano kwa jina lako Yesu. Takaza vipaza sauti. Takaza watoto wetu wanapopiguza. Maana mikono yao ni dhaifu. Zinahitaji nguvu kutoka kwako. Takaza hapa mahali malangoni penye watoto wako wanaingilia. Ondoa minyororo za giza na tena uondoe majete ya shetani kutoka mkutanoni. Asante kwa kila jambo. Timizia kila mmoja kulingana na pendo lako ili sote tusema asante, maana umetuonekania. Tubadilishe Mungu wakati kama huu. Badilisha maisha ya kila mtu. Asante kwa makambi ya mwaka huu. Unapopeana baraka zako, kila mtu wacha apokee kulingana na neema zako. Asante Baba kwa kila jambo tunapomaliza. Maliza pamoja nasi na tunapojiandaa kesho kwa sababu ya Sabato takatifu. Baba, tuonekanie kwa kila jambo. Neema yako acha itutoshe. Tumenyamaza kimya ili pendo lako liweze kutendeka. Ndio maana tuomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Nasauto oyo ule tata watira asole wa mugaso tukelibia Mungu. Wabera momentu kwa tuwekange yitara. Wasajja mandela kaza ito abakolende. Tuwabeire ko koijo gali kaza ito Yesu mwana nyasa. Atiara ko bya kwali mutwalera. Oto kunenge akabere to kumanye to kwa Yesu mwana nyasa. Ari eswele Yesu tuwalero. None swao bairo tuwale. Kuwanja kwao chao kwa kasi. Natia ito maro hapa wale. Rejinja abade problema ya maisha, ama mwana wito chinda na wale grasta mwa hao tuko hasi jihadeni.
Katia ikaba bora tia, raikora, na kuila zini parents, maroro no. Maroro parents mfano mokao. Ekaro di ba ko re yeso mo te gare ni ro bisa. Ato ikore go mo kwani ko mo ikasa mokao. Na bons bali ka mo te gare na vi ikasa mokao. Ito wa ko le bos ko le to wa to tene risiao. Basta boro boro na mo tiene Pero mo re kan ni familia. Kono friends kwa wetire Waitamaniane kaptura unene itukoni estoatu. Igori kesanga manu. Wanja kwa wakolekase mtelesu motole. Pamoja na hayo, Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu ya kundi hili ya wale ambao wameamua kwamba wanataka kuzaliwa upya. Naomba kwanza uwasamehe dhambi zao, na Bwana kila mmoja asimame na uamuzi ambao amechukua, aendelee pamoja nawe. Na Bwana, tunapofanya maandalio ya kesho, tunaomba Bwana ushindi wako uonekane. Kuna wale ambao wako na nia kama hii, hata na wao mahali watu waomba kwamba uziwape amani, wapeleke